Shetani siku hizi ni anajibrand, ni yuko kasi, especially kwa wanawake na mabinti. Kuna hii kitu watu wanajifunza kuwa na feminine energy, yani kuwa na nguvu ya kike au kuwa na haiba ya kike ni kitu kizuri. Lakini sasa hivi ameweka mapando yake shetani ya watu kujifunza vitu ambavyo kama sio mwangalifu unaweza ukajifunza uchawi. Uchawi kabisa. Uchawi kabisa. Hakuna feminine energy ambayo Mungu ameiweka ndani yako inaweza ikakutuma wewe kwenda kumuiba mume wa mtu au kuwa mvivu kutegemea wanaume ili kupata pesa. Hakuna. Yani huo ni ushetani, hilo ni pepo. Na watu wanafunguliwa milango na shetani ya kuingiziwa majini mahaba, ya kuingiziwa kila aina ya uchawi. Sasa nisikilize kwa makini. Inawezekana wewe ni msichana, ni mwanamke unanisikiliza hapa. Unaweza tu ukawa na hiyo haiba ya kike kwa njia ya kimungu zaidi. Na vitu vya msingi vya kuzingatia. Kwanza, kama unataka uwe na feminine energy ni kuwa na hekima ya Mungu. Na hekima ya Mungu unaipataje? Unaipata kwa neno la Mungu. Kulisoma, kulitafakari na kuliishi. Kitu cha pili ni kuruhusu huduma ya Roho Mtakatifu ifanye kazi kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu atakufundisha. Atakufundisha nini cha kusema, atakufundisha nini cha kuvaa, atakufundisha namna ya kuongea, atakufundisha kila kitu. Atawatumia watu na atatumia maandiko. Sasa watu mnajifunza vitu ambavyo saa zingine kama sio mwangalifu unaweza ukaangamia kabisa. Wewe kama mwanamke ni binti, ukifuata elimu potofu, ukifuata elimu ambazo zinakufanya uwe wa ajabu, utakuwa wa ajabu. Na tena kwenye haya masuala sijui ya kuwa na feminine energy, sijui kujifunza namna ya kumfunga mume wa mtu au kumfunga tu mume wako, utajifunza uchawi. Na Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi aishi. Sasa unataka wewe uishi maisha marefu, unataka uishi ukimtumikia Mungu na Mungu akidhirika kwenye maisha yako, you want to be exceptional, unataka uwe mwanamke wa tofauti. Hivyo vitu viwili, neno la Mungu na huduma ya Roho Mtakatifu. Utakuwa na hekima, utajua nini cha kusema, utajua nini cha kuvaa, utajua kuwa na utulivu, utajua tu kuwa na hekima, utafanya vitu vyako ambavyo tu vitakufanya uwe mwanamke wa tofauti.